رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أخلاء إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. ثم أما بعد، هو ni mwendelezo wa kukidurusu kitabu hiki الشمائل المحمدية والخصائد المصطفوية tungo ya al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi Allah Ta'ala. Na leo tunaanza na mlango wa 34. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. mlango huu na hadithi tatu pekee. Maana ya huu mlango ni mlango unabainisha namna gani alivyokuwa anazungumza Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. mlango unaoeleza jinsi ulivyokuwa uzungumzaji wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Taban, jinsi Mtume alivyokuwa anazungumza, nasi pia tuna vitu vya kujifunza kama tutakavyokuja kuona. Lakini kama tunavyojua wanavyoeleza ahlu tarikh wa siyar, كان عليه الصلاة والسلام أفصح خلق الله. هاي ni mambo ambayo tunayajua kwa ujumla. كان عليه الصلاة والسلام أفصح خلق الله. Mtume عليه الصلاة والسلام alikuwa fasaha sana wa kuzungumza. Alikuwa fasaha sana wa kuzungumza. وكان أعذب الناس كلاما. Na zaidi ya ufasaha anapozungumza, mazungumzo yake ni matamu, yanakuvutia usikilize zaidi na zaidi. Wakana afsaha an-nasi bayanan. Lakini pia akizungumza maneno yake yanaeleweka. Hakuwa anajingatangata Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, hakuwa na kigugumizi. Idha takallama akhadha bimajami'il qulub. Anapozungumza watu wanavutika na mazungumzo yake. Waislamu masahaba wanaeleza hili, wale waliokuwa na uadui na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam walikuwa ni mashahidi juu ya uzungumzaji mzuri wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na yale tutakayoeleza kwenye mlango huu ni sehemu ndogo iliyokusanya namna alivyokuwa anazungumza Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Tuanze na hadithi ya kwanza ambapo ni sawa na hadithi ya 223 kuanzia mwanzo wa kitabu. Qala hadathana Humayd ibn Mas'adah al-Basri قال حدثنا حميد بن الأسود قال عن أسامة بن زيد قال عن الزهري قال عن عروة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. رواه الترمذي وهو حديث حسن. Hadithi hii pekee inatosha
kutuelezea namna alivyokuwa anazungumza bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hadithi inasimuliwa na Bi Aisha ummul mu'minina radhiyallahu ta'ala anha, anasema ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakuwa mtume alayhi salatu wassalam kwenye uzungumzaji wake yasrudu sardakum hadha, anachapuka chapchapu yenu hii. Hakuwa mtume alayhi salatu wassalam kwenye mazungumzo yake yasrudu sardakum hadha, anazungumza haraka haraka kama mnavyozungumza nyinyi. Walmuradu bisardi alkalam huna huwa alkalamu bisur'atin wasti'jal. Maana ya sardu alkalam ni kule kuzungumza haraka haraka, unabandika neno juu ya neno kiasi ya kwamba tunaweza tukasema unatafuna maneno. Kwa hiyo uzungumzaji wa mtume alayhi salatu wassalam lam yakun dhalika, lam yakun yasrudu alhaditha kama nasruduhu nahnu. Mtume alayhi salatu wassalam hakuwa anazungumza haraka haraka kama tunavyozungumza wengi wetu. Kwa nini hakuwa anafanya hivyo? Lialla yaltabisa alkalamu ala almustami', ili yale mazungumzo yake yasichanganyike kwa yule anayemsikiliza. Kwa hiyo alikuwa anazungumza polepole sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imekuja kwenye baadhi ya riwaya zinazoelezea pia uzungumzaji wa mtume alayhi salatu wassalam, zinasema innama kana hadithu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam faslan fahman tafhamuhu alqulub. Maneno ya mtume alayhi salatu wassalam yalikuwa ni maneno yaliyoachana, habandiki neno juu ya neno. Fahman ni maneno yanayoeleweka, yako wazi kiasi ya kwamba yanaeleweka. Tafhamuhu alqulub ni maneno ambayo nyoyo zinayaelewa na kuyazingatia. Turudi kwenye hadithi. Ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakuwa mtume alayhi salatu wassalam kwenye kuzungumza kwake yasrudu sardakum hadha, anazungumza haraka haraka kama mfanyavyo nyinyi. Walakinahu, lakini yeye alayhi salatu wassalam kana yatakallamu, alikuwa anazungumza bikalamin, kwa maneno, kwa uzungumzaji bayinin, kwanza yaliyo wazi. Sifa ya kwanza ya uzungumzaji wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kana kalamuhu bayina, maneno yake yako wazi. Yani hakuwa anazungumza ile umesemaje, akizungumza maneno yanasikika. Kana kalamuhu alayhi salatu wassalam bayinan, maneno ya mtume alayhi salatu wassalam yalikuwa yako wazi. Lakini zaidi ya hapo, faslin, kana yatakallamu bikalamin bayinin, alikuwa anazungumza kwa maneno yaliyo wazi. Faslin, yaliyoachana. Maneno yake yako wazi, yameachana, yani unalisikia neno mwanzo mpaka mwisho kabla ya neno jingine. Kuna baadhi ya lugha ufasaha wake ni kutumbukiza maneno. Kuna baadhi ya lugha ufasaha wake, na ili uonekane mahiri wa kuzungumza lugha hiyo, ni ile kupandikiza maneno, kiasi ya kwamba wewe ambaye si mahiri wa lugha hiyo utapata tabu sana. Mfano, njooni tu kwenye uzungu. Leo mtu akikuuliza unaitwa nani, yule wa kawaida anayeanza kujifunza atasema what is your name. Kila neno umelisikia what is your name. Lakini ukiuliza hivi unaonekana wewe ndio umeanza kujifunza lugha ya watu maskini. Kwa hiyo ili uonekane umebobea, haya maneno yanatakiwa uyachanganye. Wasoma hata mimi mwenyewe sijui nimesema nini, lakini ndio hivyo anaonekana huyu kaiva kwenye hii lugha. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasallam hakuwa anazungumza hivyo, kwa sababu sanamu, kama wewe sio mzungu utapata hiyo name tu, na inawezekana na mimi pia nimeizungumza polepole hiyo name wenyewe, labda mbele tu. Mtume alayhi salatu wasallam hakuwa anazungumza hivyo, maneno yake yalikuwa yako wazi. Wala yurakibu alkalama ba'dahu ba'd, na wala hakuwa anapandanisha neno juu ya neno halijamalizika ameshaunganisha na neno jingine. Hakuwa anazungumza hivyo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, bal kana kalamuhu bayinan faslan,
maneno yake yalikuwa yako wazi na maneno yameachana. Qala yahfadhuhu man jalasa ilayhi, kiasi ya kwamba yule aliyekaa na mtume alayhi salatu wassalam akawa anamsikiliza mtume, anayesikiliza maneno yake kamili na anaweza pia kuyahifadhi. Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha, hadithi yetu inamalizika hapa. Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha imekuja katika sahihi mbili, sahihu al-Bukhari na sahihi Muslim. Hii ni hadithi nyingine akiwa anaelezea pia uzungumzaji wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Anaeleza anna nabii alayhi salatu wassalam kana yuhaddithu hadithan law addahu al-aaddu la ahsahu. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anapozungumza, lau mtu atataka kuhesabu zile sentensi za mtume, yale maneno ya mtume, zile paragraph za mtume, anaweza kuhesabu. Bali hata yule anayetaka kuhesabu herufi anaweza kuhesabu kwenye uzungumzaji wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. I'lamu barakallahu fikum, hii haina maana kwamba mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anazungumza kwa kujivuta, bali ghayatu ma fil amri, uzungumzaji wake ulikuwa na sifa mbili kuu kama tunavyoona kwenye hadithi hii ya Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Maneno yalikuwa yako wazi, lakini pia maneno yameachana, kiasi ya kwamba anayetaka kuhesabu maneno anaweza kuhesabu kwamba mtume kwenye hili amezungumza neno 1 2 3 4 5, kwenye maelekezo haya amezungumza ibara 1 2 3 4 5. Ndio maana masahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in walikuwa wanapata namna ya kumuuliza mtume hata neno moja ambalo hawajalielewa kwenye mazungumzo yake, hata neno moja tu ambalo hawajalielewa katika mazungumzo ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Jumatano iliyopita wakati tunatoa kalima hapa tulitaja hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam alipoulizwa ni nani bora katika watu, akataja mtu mwenye sifa mbili: saduqul lisani, makhmumul qalb. Saduqul lisan, makhmumul qalb. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in wakamwambia mtume, saduqul lisan tunamjua, makhmumul qalbi ni nani? Makhmumul qalbi ni nani? Ni neno ambalo wamelisikia kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam mwanzo mpaka mwisho, walichokuwa hawajaelewa ni maana tu, lakini neno wamelisikia. Wakamuuliza mtume alayhi salatu wasalam, mtume akawabainishia nini maana ya makhmumul qalbi. Binaan ala hadha alkalam, hapa tunabaini kuwa uzungumzaji wa mtume alayhi salatu wasalam haukuwa wa polepole sana wala haukuwa wa haraka haraka sana. Lakini hapa imetajwa haraka haraka kuwa mtume hakuwa anazungumza haraka haraka, kwa sababu wengi kati yetu tunazungumza haraka haraka. Wanaozungumza polepole kwa kujivuta ni wachache mno, na inawezekana hawa wakawa wana shida kwenye vinywa vyao. Lakini katika hali ya kawaida wengi wetu kwa zile lugha ambazo tunazielewa vizuri tuko spidi mno. Mfano tu wa kawaida, Tanzania tunazungumza Kiswahili. Spidi yetu Tanzania kwenye kuzungumza Kiswahili tofauti na nchi ambazo ni za Afrika, lakini Kiswahili hawajakizoea, hivyo unakuta neno analitafuta anajivuta. Lakini wewe ndani ya sekunde moja utaongea maneno 11. Mtu akifanya mchezo atapata moja, atapitwa na 10. Chap chap. Watu wanasema anazungumza kama kameza CD. Mtume alikuwa hazungumzi hivyo sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maneno yake yanapangika, maneno yake yanasikika. Kiswahili hicho hicho Tanzania hii tunatofautiana mikoa kwa mikoa. Mikoa ya pwani wanaonekana kidogo wana umahiri na mazoea ya kuongea Kiswahili, wao wana spidi. Mikoa ya bara kidogo tunaonekana wazito wazito, spidi yetu sio kali sana. Kwa hiyo kuzungumza haraka haraka, hasa kama kuna mtu anakusikiliza, huenda ikamfanya baadhi ya maneno asielewe, yamkini akapata uzito wa kukuuliza akaondoka bila ya kufahamu baadhi ya maneno. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam zungumza yake ilikuwa ni ya kati na kati, maneno yako wazi na maneno yameachana, kiasi ya kwamba anayemsikiliza anamuelewa. Hakuwa anazungumza polepole kujivuta, wanasema huu ni uzungumzaji wa kiburi. Hakuwa anazungumza ili polepole. Mimi nimesema leo
tutakuwa. Hakuwa hivi Mtume alayhi salatu wasalam kwamba neno analifuta analitafuta, hapana. Alikuwa anazungumza uzungumzaji wa kawaida kiasi ya kwamba neno linasikika na hapandikizi neno juu ya neno jingine. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala anasema, yambaghi lilinsani, inampasa mwanadamu, idha takallama, anapozungumza, wa khataba an-nasa, na akawa anawasemesha watu, an yukallimahum bikalamin bayinin, awazungumzishe kwa maneno yaliyo wazi. La yastajilu fi ilqa'i alkalimat, asifanye haraka kwenye mazungumzo yake, azungumze na spidi ya kawaida. Wala yudghimu shay'an fi shay'in yakunu haqquhu al-idhhar, wala asimeze maneno ambayo yalitakiwa yatoke vizuri yasikike, bal yakunu kalamuhu faslan bayinan wadihan, bali maneno yake yaachane, yawe wazi, yawe bayana, hatta yafhama al-mukhatab biduni mashaqqa wa biduni taklufa, ili yule unayezungumza naye akusikie bila ya tabu, bila ya dhiki, bila ya shida yoyote. Kwa hiyo hivi ndivyo alivyokuwa anazungumza Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huenda maneno haya na uzungumzaji huu wa Mtume alayhi salatu wasalam ukawahusu sana wale warithi wa Mtume ambao ni wanazuoni, kwa sababu maneno yao wakiwa kwenye mimbar, wakiwa wanazungumza na watu, lengo na dhumuni na kusudio ni wawafundishe watu dini ya Allah azza wa jalla, maneno ya Allah, maelekezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wao ni aula zaidi kujifunza aina hii ya uzungumzaji, ili maneno yao yaeleweke, iwe ni sababu ya jamii kuelimika. Taban jamani, uzungumzaji wetu, kila mmoja anazungumza vile alivyoumbwa na Allah. Kila mmoja amepewa namna yake ya kuzungumza. Wako ambao tuna vigugumizi, wako ambao tumejaliwa kuzungumza polepole, wako ambao tukizungumza mashallah ndo kama wale tuliomeza CD. Lakini jifanyie mazoezi kwenye hili. Kama wewe ni mwalimu, wewe ni shekhe, unafunza watu ili watu wakuelewe, jaribu kumuiga Mtume alayhi salatu wasalam fi kalamik. Zungumza maneno yaliyo wazi, zungumza maneno yaliyoachana, ili yule unayezungumza naye akuelewe. Unaweza ukasema, bwana mimi ndio hivyo nimezoea kuzungumza haraka haraka. Fanya mazoezi, punguza spidi ya kuzungumza. Au mimi ni wa polepole. Si zungumze polepole, utatuchosha. Jaribu kumkaribia na kumsogelea Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamani, kuna baadhi yetu wakizungumza wakiwa juu ya mimbar, ule mukaddima peke yake anavyouvuta, robo saa imeisha. Mukaddima tu, innal hamdalillah. Kweli tunakusikia, lakini umetia fora. Kaza kidogo, ongeza spidi kidogo. Kwa hiyo usiwe polepole sana, wala usiwe haraka haraka sana. Hakuwa hivyo Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hapa tunajifunza namna Mtume alipokuwa anazungumza, ili na sisi tuzungumze namna hiyo. Kwa maana gani? Uzingatie vitu viwili, maneno yako yawe wazi na usibebeshe neno juu ya neno. Tumeanza na makhatibu, mashekhe, walinganiaji, lakini hata sisi kwa sisi tukiwa tunazungumza wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu lengo la kuzungumza ni yule anayekusikiliza akuelewe. Kwa hiyo kana maneno unayatafuna, maneno hayasikiki vizuri, anayekusikiliza anakosa hamu ya kukusikiliza, lakini hata akipata hamu ya kukusikiliza hakuelewi maskini. Kwa hiyo tujaribu kumuiga Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kadri ya vile tutakavyoweza. Taban Mtume alipewa ufasaha mkubwa, alipewa jawami'ul kalim, hatuwezi kumfikia pale alipokuwa, lakini angalau tujaribu kumuiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika hadithi hii tunapata faida kadhaa. Miongoni mwa hizo, hirsu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam an yafhama man yajlisu ma'ahu, pupa ya Mtume alayhi salatu wassalam kueleweka kwa kila ambaye atakaa kumsikiliza.
Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anapenda aeleweke kwa kile ambacho anakizungumza, ndio maana uzungumzaji wake ulikuwa wa namna hii. Aidha, katika faida tunazopata kwenye hadithi, min wasaili hifdhi alhadithi an yakuna alkalamu wadihan bila ghumudin wala sur'a fi nutqihi. Katika vitu vinavyomsaidia mtu kuyahifadhi maneno yako ni wewe kuzungumza maneno yaliyo wazi na kuto kuzungumza haraka haraka. Maneno yako yawe wazi na wala usizungumze haraka haraka. Aidha, min alfawaid, katika faida za ziada ambazo wanazuoni wanatuongezea kwenye hadithi hii, wanasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam afsaha man takallama bil arabiyya. Mtume alayhi salatu wassalam katika wote waliozungumza Kiarabu, yeye ndiye fasaha zaidi. Mtume alayhi salatu wassalam katika wote waliozungumza Kiarabu, yeye ndiye fasaha zaidi. Taban Waarabu walikuwa wanashindana kwenye ufasaha na matumizi ya lugha ya Kiarabu kabla ya kutumilizwa kwa Mtume alayhi salatu wassalam, lakini alipotumilizwa Mtume alayhi salatu wassalam, ufasaha aliokuwa nao uliwashangaza wale waliobobea kwenye ufasaha na kwenye fasihi. Wa hakadha wanasema ahlul ilmi, akiwemo al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala, kila mtume kwenye kaumu wake, kila mtume kwenye lugha yake amepewa uwezo mkubwa wa lugha ambao hajapewa yoyote katika wale wanaozungumza lugha hiyo. Mtume alayhi salatu wasallam si alikuwa Mwarabu, yani uwezo wake wa kukielewa Kiarabu ulikuwa mkubwa, hajawahi kuwa nao Mwarabu yoyote. Wa hakadha mitume waliotangulia kwa lugha zao walizotumilizwa kwao walipewa uwezo wa kuielewa na kuijua lugha husika, uwezo ambao hajapewa yoyote katika lugha hiyo. Hivi mnakumbuka mtume aliwahi kusemeshwa na mtu alafu akamuuliza neno fulani ulilolisema maana yake nini? Mnakumbuka hiyo? Mtu anaweza akauliza kusudio, lakini watu hawaulizi maana inakuwa iko wazi. Mnakumbuka mtume aliwahi kusemeshwa na mtu Kiarabu alafu akamuuliza nini maana ya neno fulani. Kiarabu alikuwa anakijua, unaweza ukasema chote, lakini yeye ndiye aliyekuwa anazungumza na masahaba ambao ni Waarabu halisi, si wa kuchovya. Al-Arabu al-khullas, kina Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman pamoja na wengine, Waarabu safi kabisa. Lakini wakati anazungumza baadhi ya maneno yanawashinda katika maana, wanamuuliza ya Rasulullah, nini maana ya hili na hili na hili na lile? Mtume anabainisha. Kwa hiyo Kiarabu alikuwa anakijua na ufasaha pia alikuwa nao, zaidi ya ufasaha, lakini alipewa haya mawili. Maneno yake yako wazi na wala hapandishi maneno juu ya maneno. Hivi ndivyo alivyokuwa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. الحديث الثاني، حديث يبيل قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال عن عبد الله بن المثنى قال عن ثمامة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. رواه الترمذي وهو حديث حسن. Hii ni hadithi ya pili kwenye mlango huu, hadithi inayosimuliwa na Anas ibn Malik radhiallahu anhu, na tarjama yake ilishatangulia kwenye hadithi ya kwanza kwenye kitabu hiki. Anasema Anas ibn Malik radhiallahu anhu, na hii ni sehemu nyingine ya kuelezea jinsi alivyokuwa anazungumza bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam yuidu alkalimata, anarudia maneno au anarudia neno au anarudia mazungumzo. Imetajwa kalima, lakini laysa almurad alkalima faqat, qad yakunu almurad biha aljumla wa qad yakunu almurad biha alibara. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuidu alkalima, alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam anarudia neno thalathan, mpaka mara tatu. Lituqala anhu, ili lieleweke kutoka kwake. Kurudia mazungumzo kuna makusudio kadhaa. Miongoni mwa makusudio ni kuonyesha msisitizo
Unaweza ukamwambia mtu sitaki, sitaki, nimesema sitaki. Haina maana kuwa sitaki ya kwanza hajaisikia au sitaki ya pili hajaielewa, lakini umerudia mpaka mara 3 kuonyesha msisitizo kwenye kile unachokusudia kwamba kweli sitaki. Aidha, katika makusudio ya kurudia neno, unarudia ili lieleweke kwa yule anayekusikiliza. Unarudia neno ili lieleweke kwa yule anayekusikiliza, na hii ni katika maana nzuri na ni katika makusudio mazuri. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam pale anapozungumza akahisi labda kuna neno halijaeleweka au linahitaji kusisitizwa, alikuwa anarudia, anakariri mpaka mara 3 ili lieleweke. Na mara nyingine anaweza kurudia kwa sababu halijasikika, na utaratibu huu alikuwa nao kwenye kusalimia. Mtume alikuwa anaposalimia anarudia mara 3, bimaana akitoa salamu ya kwanza haijasikika anarudia, kwa sababu unaweza kumsalimia mtu asikusikie. Assalamu alaykum wa rahmatullah, labda hajasikia, rudia tena. Assalamu alaykum wa rahmatullah, labda hajasikia, rudia tena. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kama hajasikia mpaka mara 3, inawezekana huyu si wa kusikia, endelea na shughuli zako. Kwa hiyo kuna wakati alikuwa anarudia kwa dhana kwamba huenda yule anayemsemesha hajamsikia, lakini wakati mwingine anarudia ili tu lieleweke vizuri kutoka kwake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwanazuoni Abul Hasan al-Mubarakfuri alayhi rahmatullahi ta'ala anasema, wal muradu, na maana ya hii hadithi inayoelezea namna ya uzungumzaji wa Mtume alayhi salatu wassalam, annahu kana yukarriruha 3 idha iqtada al-maqamu. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anarudia mara 3 pale inapohitajika. Wadhalika lisu'ubati al-ma'na, na mara nyingine inahitajika labda maneno yanabeba maana nzito, maana ngumu, anarudia ili wale wanaomsikiliza wapate wepesi. Au gharabatihi, au upya na ugeni wa kile ambacho anakizungumza. Qala au kathratu sami'in, au inawezekana wasikilizaji ni wengi, kwa hiyo anarudia ili sauti ifike mbali zaidi. Inawezekana ili ya kwanza akasikia wa karibu, ya pili akasikia anayefuata, ya 3 akasikia wa mbali zaidi. Kwa hiyo alayhi salatu wassalam alikuwa anarudia kwa makusudio maalum, makusudio mbalimbali. Anasema Abul Hasan al-Mubarakfuri, la daiman, hadithi hii haina maana kwamba Mtume kila anachokizungumza, kila anapozungumza alikuwa anarudia mara 3. Hapana, alikuwa anarudia neno mpaka mara 3, mazungumzo mpaka mara 3 kwa makusudio kadhaa. Kama hakuna hayo makusudio, amelizungumza limesikika, limeeleweka, la yukariruha, halikariri sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana Sheikh Muhammad ibn al-Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala anasema maneno yaliyokuja kwenye hadithi lituqala anhu, alikuwa anarudia ili aeleweke. Anasema yadullu ala annaha idha fuhimat, maneno haya yanaonyesha kwamba Mtume akizungumza kitu kikaeleweka mara ya kwanza, amekizungumza kimeeleweka bila ya kukariri, fa innahu la yukariruha. Mtume alayhi salatu wasalam hakuwa anakariri. Kwa hiyo kukariri kwa Mtume alayhi salatu wasalam haikuwa katika kila hali, alikuwa anakariri pale inapohitajika kukariri kutoka kwake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baadhi ya wataalamu wanasema miongoni mwa faida za kukariri kama ifuatavyo. Anasema unapozungumza kwa mara ya kwanza inakuwa ni mara ya kusikilizwa, mara ya pili mara ya kueleweka, mara ya 3 anasema hii ni mara ya kuzingatiwa. Lakini wengine pia wakawatofautisha watu kwenye kupokea mazungumzo. Wanasema watoto wadogo wanahifadhi haraka, alafu wanafuata vijana, alafu wanafuata wazee. Kwa hiyo mara nyingine Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anakariri neno au maneno zaidi ya mara 1 mpaka mara 3 ili eji zote hizi zimuelewe na zihifadhi. Akizungumza kwa mara ya kwanza, wale wenye akili za haraka haraka, watoto, wanahifadhi. Akirudia mara ya pili, wanahifadhi wale wenye umri wa kati, umri wa ujana. Akirudia mara ya 3, wanahifadhi wale wazee na
watu wazima, na hata masahaba zake walikuwa kwenye umri tofauti tofauti. Kulikuwa na wadogo, kulikuwa na vijana wenye umri wa wastani, kadhalika kulikuwa na watu wazima. Hadithi hii inatupa faida kadhaa, miongoni mwa hizo alhirsu shadidu ala tawsili almaluma. Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa na pupa sana katika kufikisha elimu, mpaka ikawa inamfanya anakariri zaidi ya mara moja ili kile anachokifikisha kieleweke. Wanasema wanazuoni, i'adatul kalami thalathan fihi ziyadatu ta'bin wa mashaqqa. Katika hali ya kawaida kurudia neno hilo hilo, jumla hiyo hiyo zaidi ya mara moja, kwa mzungumzaji hii inampa tabu. Katika hali ya kawaida tu mzungumzaji inampa tabu, lakini kwa nini Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anafanya hivyo? Mtume kastahimili hiyo tabu na hayo mashaka kwa nia ya kufikisha dini na kwa nia kadhalika ya kueleweka. Faida ya tatu, wanasema ala kulli muallimin litullab an yaqtadiya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika. Inampasa kila mwalimu amuige bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa maana gani? Hii mara tatu sio ukomo wa kukariri kwenye kufundisha, kinachotafutwa ni kueleweka. Ndio maana hadithi inasema hivi, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yu'idu alkalimata thalathan. Limadha thalathan? Litu'qala anhu, litufhama anhu. Kwa hiyo kama utafahamika kwa mara ya kwanza, alhamdulillah, mara ya pili alhamdulillah, mara ya tatu alhamdulillah. Hujafahamika, kuna mwingine mpaka ukariri mara 10. Kariri mara 10, kama ambavyo Imam Shafi'i alikuwa anamkariria mwanafunzi wake akthar min dhalik 40 marra ili amuelewe. Kwa hiyo mwalimu usichoke, lianna al-uqula takhtalifu, akili za wale wanakusikiliza zinatofautiana. Si mnaona tunasoma hapa, wengine wamelala maskini, huyu mpaka urudie mara 2, umuite mara 3. Hebu waiteni muone wataamka mara ngapi wale wanaolala. Mshike bega jirani yako, Shike bega jirani, shike bega jirani. Ondokeni hapo kwenye nguzo, ibtaidu ani rukun. Ondoka kwenye nguzo hapo. Mashaallah, jamaa akachoka. Ustadh, tupo wapi? Turudie mara ngapi? Turudie mara ngapi utaelewa tulipo. طيب إذن الناس تختلف مداركهم وعقولهم, watu akili zao na uelewa wao unatofautiana. Kwa hiyo maana ya hii faida kwamba tumuige Mtume alayhi salatu wassalam katika kukariri ili tueleweke, haina maana kwamba tuishie kwenye mara 3. Tutakariri kwa kadri ya hitajio. Kama ni mara moja biduni takrar, kama mara 2 tutakariri mara 2, kama mara 3, mara 4 وهكذا. الحديث الأخير قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلابها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام رواه الترمذي. Hadithi hii hadithun tukullima fihi, kama mnakumbuka hadithi ya 8 kuanzia mwanzo wa kitabu hiki inafanana na hadithi hii. Ilikuwa ni sehemu katika sifa za bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuanzia maumbile yake. Hadithi ya 8
kwenye kitabu hiki kuanzia mwanzo wa kitabu. Na wakati huo tulizungumza kwamba hadithi hii wameidhoofisha wengi katika wanazuoni kutokana na matatizo mengi yaliyopo kwenye sanadi ya hii hadithi na mara nyingine mpaka kwenye matni. Lakini wanasema baadhi ya wanazuoni yale aliyosifiwa nayo Mtume yapo mengi ya kweli katika hadithi hii pamoja na udhaifu wa sanadi yake. Na baadhi ya wanazuoni wameweka wazi hasa kwenye kipengele cha kwanza kwamba Mtume alikuwa huzuni yake ni huzuni ya kudumu. Akasema wapi? Wakati Mtume alikuwa mwingi wa kutabasamu, Allah kamaondoshia huzuni na akamkataza kuhuzulika, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Almuhim tupite haraka haraka kwenye hizi sifa zilizotajwa kwenye hadithi hii kwa ule utetezi tu wa baadhi ya wanazuoni kwamba yamo ya sawa katika hadithi hii pamoja na kuwa hadithi yenyewe si sawa. Hasan ibn Ali anasema sa'altu khali, nilimuuliza mjomba ambaye ni Hind ibn Abi Hala, mtoto wa Abi Khadija huyu. Qala wa kana wasafan, alwasaf huwa alladhi yujidu alwasf, na huyu alikuwa ni wasaf, yani mzuri wa kusifia na anapenda pia kusifia kwa maana kueleza wasifu wa kitu. Yani ukitaka kupata wasifu mzuri katika wazuri wa kusifia alikuwa ni huyu. Na jamani, kuelezea wasifu nao pia ni kipaji. Kuna mtu anaweza akamuelezea mtu akaharibu wasifu, lakini kuna mwingine akitoa wasifu yani unavutiwa na ule wasifu wake, unatamani aendelee zaidi na zaidi. Hiki ni kipaji. Kwa hiyo Hind ibn Abi Hala alikuwa ni wasaf, kana kathira alwasfi wa yujidu alwasfa. Anasema Al-Hasan ibn Ali, nilimwambia Hind, sif li mantiqa rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nisifie nielezee uzungumzaji wa Mtume alayhi salatu wasalam. Mantiqa rasulillah yani kalam rasulillah alayhi salatu wasalam, kif kana yatakallam, Mtume alikuwa anazungumzaje? Hindi akaanza kutiririka. Kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam. Taban baadhi ya wanazuoni wamesema hii hadithi imezungumzia vipengele 13 katika kuelezea uzungumzaji wa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Tutaviona kimoja baada ya kingine. Cha kwanza ni hiki: kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mutawasil alahzan, alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam ni mwenye huzuni ya kuendelea. Kama tukifasiri hii huzuni kwa maana ya huzuni, na kipengele hiki wamekitumia baadhi ya wanazuoni kubainisha udhaifu wa hadithi hii. Kwanza, Mtume anakuwaje mwenye huzuni ya kuendelea? Anahuzunishwa na nini? Lakini waliofasiri wakasema almurad bi mutawasil alahzan yani kana aghlaba halihi sukut, Mtume alikuwa mwingi wa kunyamaza. Na mtu anaponyamaza inawezekana akaelezewa kwamba ana huzuni hata kama hana huzuni. Kwa hiyo anasema almurad bi hadha alkalam kana mutawasil alahzan, inafasiriwa na ibara inayofuata daima alfikra. Bwana Mtume alikuwa ni mwingi wa kunyamaza, na anaponyamaza huwa anafikiria mengi, ikiwa ni pamoja na ukubwa wa Allah azza wa jalla. Laysat lahu raha, hana raha. Kwa maana hiyo hana raha bi maana Mtume hajawahi kufurahi, hapana. Wanasema hakuwa anajua raha na starehe kwa uzito wa majukumu ya da'wa kwenye umma aliyoyabeba. Ndio maana laysat lahu raha, hakuwa na raha za kujiachia, bali alikuwa ni mwenye kubeba majukumu. Tawilu sakti, akinyamaza ananyamaza kinyamazo kirefu, kwa sababu ndani yake anapata kutafakari sallallahu alayhi wa alihi wasallam. La yatakallamu fi ghairi haja, hazungumzi pale ambapo hakuna haja ya kuzungumza. Hazungumzi kama hakuna haja ya kuzungumza, ananyamaza. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam kana qalil alkalam, fa idha takallama bima yufidu. Mtume mazungumzo yake hakuwa mengi, na anapozungumza anazungumza kile chenye faida. Kama hakipo ananyamaza, kama alipotoa maelekezo: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Qala yaftatihu alkalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala, mazungumzo yake anayaanza kwa jina la Allah, anayamaliza kwa jina la Allah. Anaanza na bismillah,
anamaliza na alhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yaftatihu al-kalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala. Anafungua maneno, anaanza kuzungumza na anahitimisha mazungumzo kwa jina la Allah. Bimaana anapoanza bismillah, anapomaliza alhamdulillah. Qala wa yatakallamu bijawami'il kalimi, na anazungumza kwa kutumia maneno jumuishi. Jawami'ul kalim ni maneno machache yenye maana kubwa. Kalamuhu faslun, maneno yake yameachana. La fudula wala taksira, si maneno ya ziada wala si maneno ya kupunja. Yani akizungumza hazungumzi sana maneno ambayo hayahitajiki, wala hafupishi kiasi ya kwamba haeleweki. Hadha huwa almaana, la fudula wala taksira. يعني إذا تكلم لا يطيل فيمل السامع ولا يختصر اختصارا مخلا بالمراد. akizungumza harifushi kiasi ya kwamba amchoshe msikilizaji, wala hafupishi kiasi ya kwamba asieleweke amekusudia nini. Laysa biljafi wala almuhin, kwenye tabia zake hata kwenye mazungumzo yake. Laysa biljafi, si msusuwavu, wala almuhin, wala si wa kudharaulika kwa muonekano wake au mazungumzo yake. Yani lam yakun fi surati haqirin au ghalidh, katika kuzungumza na katika muonekano hakuwa katika muonekano wa mtu jabari, wala hakuwa katika muonekano wa mtu mwenye kudharaulika. Mtume alikuwa anazungumza kistaarabu, lakini bado alikuwa ana haiba kwenye yale mazungumzo yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yuadhimu an-ni'ma, neema yoyote anaitukuza kwa sababu imetoka kwa Allah azza wa jalla, na katika maana ya kuitukuza neema ni kumshukuru Allah kwa neema aliyokupa. Qala wa in daqqat la yadhummu minha shay'an ghayra annahu lam yakun yadhummu dhawaqan wala yamdahuhu. Wa in daqqat la yadhummu minha shay'an, hata ile neema ikiwa ndogo hakuna anacholaumu kwenye hiyo neema. Ghayra annahu lam yakun yadhummu dhawaqan wala yamdahuhu, zaidi ya kuwa Mtume alayhi salatu wassalam hakuwa anakitaja vibaya chakula wala kukisifia zaidi ya vile inavyotakiwa. La yadhummu ta'aman, hakuwa dhawaqi an ta'am, hakuwa anakitaja vibaya chakula sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sababu hiyo ni tabia ya wenye viburi wanasema. Wala yubalighu fi madhi ta'am, wala hakuwa anasifia chakula mpaka anapitiliza. Wanasema hii ni tabia ya wapenda kula, sifia sana chakula, manake wewe mroho, na kukitaja vibaya sana chakula manake wewe una kiburi, hakuna chakula kizuri kwako. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam hakuwa hivyo. Wala tughdhibuhu dunya, wala hakuwa anakasirishwa na dunia, kwa sababu dunia la tusawi janaha ba'udha, haina thamani yoyote katika macho ya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na sisi leo tunakasirishwa na dunia. Qala wala ma kana laha, wala hakuwa anafurahishwa hivyo na kile alichonacho katika dunia. Bimaana hakuwa anafurahi furaha iliyopitiliza, wala hakuwa anahuzunika pale anapopitwa na dunia. Baadhi yetu tunaponeemeshwa katika hii dunia ndio tunaona mashallah tumefika mwisho. Tunapopewa mtihani tukanyimwa sehemu katika dunia tunakuwa na huzuni isiyoelezeka. Hakuwa hivyo bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Qala idha ashara bikaffihi kulliha, anapoashiria anaashiria kwa mkono wake wote, sio kidole. Wewe hivi, sio hivi. Idha ashara bikaffihi kulliha, anapoashiria fulani njoo, sio wewe njoo, anta taal. Idha ashara bikaffihi kulliha wa idha ta'ajjaba qalabaha, wa idha ta'ajjaba qalabaha, na anapostaajabishwa na kitu hugeuza mkono wake kuonyesha kule kushangazwa na kitu. Qala idha tahaddatha ittasala biha, na anapozungumza maneno yake yanashikana, sio kule kwa maana ya kupandana, bimaana haachi nafasi kati ya neno na neno, lakini pia hazungumzi polepole kiasi ya kwamba baada ya neno anapumzika, baada ya neno anapumzika. Hapana, kana idha takallama ittasala kalamuhu, anapozungumza maneno yake yanafuatana bila ya kupandana. Wa idha tahaddatha ittasala biha wa daraba birahatihi al-yumna
batna ibhamihi al-yusra, kwa maana anapiga kwa tumbo la kiganja chake cha kulia kwenye kiganja chake cha kushoto. Kwa maana gani? Anapotaka kuonyesha umuhimu wa mazungumzo, daraba birahatihi aljumna alkaff alyusra, anapiga kwa tumbo la kiganja chake cha kulia mkono wake wa kushoto, ili kumtanabahisha labda yule anaye msikiliza, na ili asishughulishwe na kitu kingine. Alikuwa anafanya hivyo katika namna ya kutanabahisha. Qala wa idha ghadiba a'rada wa ashaha, na anapokasirika alayhi salatu wassalam, akasirishwa na mtu yoyote, a'rada, anampuuza huyo mtu, wa ashaha, ashaha bimaana imtana'a wa tanaha, anaondoka hiyo sehemu. Qala wa idha fariha, na anapofurahi, anapofurahishwa na jambo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ghadda tarfahu, hakodolei kile kitu macho, kile kitu kinachomvutia hakikodelei macho. Alayhi salatu wassalam alikuwa anakwepesha macho yake. Manake kukodolea macho huenda mara nyingine ikawa ni sababu ya aini au kuonyesha kwamba na wewe unatamani kile kitu, na mtume alayhi salatu wassalam yuko mbali na hilo. Ndio maana kana yaghuddu tarfahu, bimaana yaghuddu basarahu, lam yanzur ilayhi bistimrar, hakiangalie kile kitu kwa kuendelea. Qala jullu dhahikihi tabassumu, uchekaji wake mwingi ilikuwa ni kutabasamu. Alikuwa anapenda kutabasamu zaidi bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fakana idha dhahika fataha fahu wabtasama min ghairi sautin wa dhaharat asnanuhu, hadha huwa maana at-tabassum wa huwa ma'lum. Qala jullu dhahikihi at-tabassumu yaftaru an mithli habbi al-ghamam. Hii bado inaelezea vile anavyo tabasamu na namna gani meno yake huwa yanaonekana sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala wa dhaharat asnanuhu kaanna habbatu al-lu'lu al-bayda ash-shabihatu bis-sahab, na meno yake yanaonekana wakati anatabasamu kama vile punje za lulu, punje nyeupe zinazofanana na mawingu katika weupe wake. Yaftaru an mithli, yaftaru yani yaftaru bimaana yadhaku dhahikan hasanan tadhhar asnanuhu, alikuwa anatabasamu an mithli habbati al-ghamami, na anapotabasamu unayaona meno yake yanavyong'aa mfano wa wingu. Ndicho kinachokusudiwa kwenye wasifu wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Hakika hapa yameelezwa mengi na yapo ambayo tunaafikiana kuwa alikuwa nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika yale yaliyothibiti kwenye hadithi sahihi. Hapa tumefasiri maneno yetu takriban yaliyopokelewa, lakini kuna baadhi ya ibara wanazuoni wanazikataa, kana vile ibara iliyokuja kuwa mtume alayhi salatu wasallam kana mutawasil al-ahzan, alikuwa huzuni yake ni huzuni yenye kuendelea, na ibara za mfano huu. Tunaweza kutoa baadhi ya faida zilizopo kwenye hadithi hii, hasa kwenye zile ibara ambazo ni sahihi. Miongoni mwa faida, alkalamu la yakunu illa lihaja. Tunajifunza kwamba mazungumzo unatakiwa uzungumze pale panapokuwa na haja ya kuzungumza, hata kana mazungumzo hayo ni Qur'an na ni sunna pia. Yaani hata kana mazungumzo hayo ni da'wa, ni mawaidha, toa mawaidha pale panapokuwa na haja ya kutoa mawaidha, kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam hakuwa kila anapokutana na masahaba mawaidha, hapana. Anasema Abdullah bin Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatakhawwaluna bil maw'idha makhafata sa'amata alaina. Mtume alayhi salatu wasalam hata mawaidha yake alikuwa anatuvizia kwenye muda munasib. Kuvizia kwa maana alikuwa anatafuta muda sahihi wa kuwapa mawaidha, anawapa mawaidha. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam mawaidha yake alikuwa anaangalia muda sahihi na maudhui sahihi pia, alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo lazima uangalie watu kwamba hapa nikizungumza nao watanielewa unazungumza. Mara nyingine kweli inawezekana unazungumza lakini watu walisha kuchoka. Umesimama msikitini unatoa kalima, unahisi kama vile watu wako na wewe, kumbe wanangoja nafasi tu ili watoke. Kwa hiyo kama hali ni hiyo, na wewe unatakiwa usome alama za nyakati, kwamba wakati huu nizungumzie kitu fulani, wakati huu ni sahihi kuzungumza na hawa watu au si sahihi kuzungumza na hawa watu muhimu. Ndio maana mtume alikuwa hazungumzi pale ambapo hapana haja ya kuzungumza.
Bimaana anazungumza panapokuwa na haja ya kuzungumza, na si kila unalolijua ni la kuzungumzwa. Si kila unalolijua ni la kuzungumzwa. Zungumza lile ambalo ni munasib kwa mujibu wa hali na kwa mujibu wa wakati na muda. Ndio maana tunaambiwa katika ufasaha wa mazungumzo, zaidi ya kuwa maneno yako yako wazi, lakini yaendane pia na uhalisia wa hitajio la wakati huo. Haiwezekani kwenye msiba unazungumza ndoa, au kwenye ndoa unazungumza msiba, vitu viwili tofauti hivyo. Jana kuna kikao tulikuwa hapo sokoni, katika yale tulioelezwa kwamba kuna kiongozi aliwahi kuja wa wizara fulani, akawa anataka kuzungumza na wafanyabiashara wa sokoni, lakini wafanyabiashara wengi wakaondoka. Kwa nini? Kwa sababu waliambiwa anakuja, walihisi hahusiani na wao. Nafikiri ilikuwa ni waziri sijui wa kilimo, anataka kuja kuzungumza na wafanyabiashara wa sokoni. Wafanyabiashara wakaondoka zao. Kwa nini? Wakasema sisi sio wakulima, labda ingekuwa waziri wa biashara tungemgoja tumsikilize, lakini waziri wa kilimo anakuja kutuambia nini hapa Kilombero? Sisi watu walishalima wakaleta hapa, sisi tunauza. Anatakiwa aje ambaye atazungumza mambo ya biashara, sio mambo ya vilimo. Sababu changamoto zetu sisi kwa waziri wa kilimo, sisi hapa hatuna changamoto ya ardhi, kwamba labda hatuwezi kumwagilia hapa mashamba haya ukame, tutafutiwe namna ya kumwagilia. Kwa hiyo sisi hatuwezi kumsubiri. Wakaondoka zao bwana. Tafsiri yao ilikuja hivyo, kwamba huyu mtu anayekuja na jina lake huenda mazungumzo yasiendane na sisi. Na binadamu wako hivyo, wanapohisi utazungumza sicho wanakuacha. Wachilia mbali unapoanza kuzungumza kile ambacho sicho. Almuhim, tuzungumze pale panapokuwa na haja ya kuzungumza, na tuzungumze kile ambacho kinaendana na hitajio la muda huo. Aidha min alfawaid at-tabassum afdalu min ad-dhahiki bi sautin ali. Kutabasamu ni bora kuliko kucheka kwa sauti ya juu. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam kucheka kwake mara nyingi ilikuwa ni kutabasamu. Kana kathira tabassumi, Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa mwingi wa kutabasamu. Na Muislamu umehimizwa uwe na sura na uso wa tabasamu kwa Muislamu mwenzako. Akasema alayhi salatu wassalam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin au biwajhin taliq. Usidharau chochote katika wema, hata kukutana na ndugu yako Muislamu kwa sura yenye bashasha. Aidan, faida ya mwisho ambayo tunahitimisha nayo, husnul khuluq wa muamalati an-nas al-hasana min sifatihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tabia njema na kuamiliana na watu kwa namna nzuri ni katika sifa za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na hapa tunakuwa tumemaliza mlango huu uliokuwa unabainisha namna gani alivyokuwa anazungumza Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Matatu tumejifunza. La kwanza, mazungumzo ya Mtume yalikuwa ni mazungumzo yaliyo wazi. Maneno yake Mtume alayhi salatu wasalam yalikuwa yanasikika mwanzo mpaka mwisho, haingizi neno kwenye neno. Lakini pia alayhi salatu wasalam inapohitajika alikuwa anakariri neno zaidi ya mara 3 ili lieleweke kutoka kwake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hapa tumefika mwisho wa majlisi yetu, na tumefika kadhalika mwisho wa mlango huu. Majlisi ijayo tutaanza mlango unaofuata biidhnillahi ta'ala. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa a'la wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khaira. Ansari TV, harakati za kweli kwa jamii bora.